about the title called the characteristics. Tukasema watu walioitwa na Mungu, people who are called by God. Mara nyingi Mungu anawaita watu walioshindwa. Most of the times God calls people who are failed. Mungu anawaita watu waliokata tamaa. Call people who have lost hope. Mungu anawaita watu waliokataliwa. People who are rejected. Tukaona pia Mungu anawaita watu ambao hawataki. Also people who are denied. Hakuna mtu aliitwa na Mungu kwa sababu alitaka. Nobody is called by God because he or she will. Kama ungemuona mchungaji yote leo, if you have seen any servant of God today, ukamuuliza kwenye wito wako ulimwambia Bwana unataka? You ask God that you should be called. Aje kwambia hapana, sikumwambia Bwana nataka. And he rejects and say no, I never wanted. Hakuna mtu yeyote aliyemwambia Bwana amuite. Hata wewe kuwa mtumishi hapo ulipo, unatakiwa mshukuru Mungu sana. Na wewe nafasi ya kipekee ulichaguliwa, uliaminiwa. Uliona mtumishi wa nafasi yote kanisani. Mungu alikuamini. Kwa sababu hakuna ofisi yenye heshima duniani kama wito. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo tunaona sifa za walioitwa. We had saw the characteristics of people. Tunaona Mungu alimuita, Mungu anapenda kuita, anawaita watu wenye umbuji. Called different people. Tukauliza umbuji ni nini? Tukasema umbuji ni aina ya mtu vile vile alivyo. It's how a person is. Musa alikuwa na kigugumizi. Moses na akamwambia Bwana mimi nina kigugumizi. Akamwambia Bwana mimi nina kigugumizi. Unanijua siwezi kusema. I can speak well. Bwana akamwambia kwani hauna ndugu yako Haruni? Don't you have a relative? Ambaye yeye atakuwa nabii na wewe utakuwa Mungu kwa wana wa Israeli. He to be the prophet and you to be the God. Kwa hiyo mahali ulipo, where you are, kuna udhaifu nao, there is weakness you're having. Usiogope. Don't be scared. Mungu atakuita hivyo hivyo. You will be called as how you are. Hata kama unaona, tukaona pia umbuji ni aina ya nini, ya udhaifu au kigugumizi alicho, yani mtu vile anavyojiona kwamba mimi siwezi. Mungu anakuona unafaa hivyo hivyo ulivyo. As the weakness you have, that is how you're going to be called. Utaona vizuri. You can see clearly. Kitabu cha Yeremia 1:5. The book of Jeremiah. Yeremia akamwambia Bwana mimi ni mtoto. I told God I'm a son. Utaona vizuri, unaweza kunisomea pale? Kitabu cha Yeremia. The book of Jeremiah. Kuna kitu nataka ujifunze ili uelewe kwamba usije ukajidharau au ukajiona kama Mungu amekuacha. Mungu hajakuacha. Mungu yuko pamoja na wewe hivyo hivyo. Hebu somea pale. Nasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Amen. Yeremia 1:5. Kabla sijakuwa Yeremia sura ya kwanza. Yeremia 1 au sema tena sura ya 5. Unasema Yeremia 1:5. Maana Yeremia sura ya kwanza mstari wa 5. Nasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 5. Ndio. Na inasema kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema. Bwana Mungu. Bwana Mungu, tazama siwezi kusema. Tazama siwezi kusema maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia. Usiseme mimi ni mtoto. Usiseme mimi ni mtoto. Maana utakwenda kwa kila mtu. Maana utakwenda kwa kila mtu kwake. Nawe utasema tena ulizo Mungu. Nawe unasema vile nitakavyokuambia. Usiogope kwa sababu hao. Usiogope kwa sababu yao. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Unaona yeye anasema yeye ni mtoto. Lakini Mungu anamwambia usiseme wewe ni mtoto. Kabla msingi ya ulimwengu wako, ukiwa kwenye tumbo la mama yako, mimi nilikuchagua, mimi nilikujua. Kwa lugha rahisi anamaanisha nini?
Mtoto anapokuwa kwenye tumbo la mama yake, maana anakuwa kwenye dunia yake, anaumba dunia yake. Mungu anamuumbia dunia yake. Ndio maana utaona kwenye kitabu cha Mwanzo 1:26 na 28, Mungu hakumuumba mwanadamu aje ateseke. Kabla mwanadamu hajakanyaga katika uso wa dunia, Mungu alikuwa ameshamwandalia mwanadamu mazingira, akamwandalia bustani nzuri, akamwandalia chakula cha kila aina na matunda na kadhalika, akamwekea samaki wa baharini na mtu wa kila aina, alafu akamwambia kwamba hivi vitakuwa chakula chako, nenda ukatawale bahari, ukatawale ardhi, ukatawale anga, chochote chenye kuweza kupaa ambacho chaliwa, hiyo ni haki yako. Sasa nini kimetokea? Mungu akamuumba mwanadamu, akamkabidhi vyote, lakini mwanadamu alitoka kwenye nafasi yake kwa sababu ya dhambi. Dhambi ndio mwanadamu kwenye Edeni yake. Kwa hiyo Mungu akamuumba mwanadamu kabla hajamwandalia mazingira. Sasa hapa naongea kinabii, unielewe vizuri. Mungu akamuumba mwanadamu kabla hajamwandalia mazingira. Kwa hiyo hakuna mwanadamu ambaye aliletwa duniani kuja kuteseka. Usiseme bwana mimi nateseka. Simama kwenye nafasi yako leo. Anza kusimama kwenye nafasi yako leo. Anza kuona Mungu leo. Anza kuona Mungu leo. Anza kushikana na Mungu leo. Ishi sawa sawa na alivyosema. Ndivyo utakapomiliki yale aliyoweka. Watu wengi duniani wanaishi kwa shida na hawayapati wanayoyatafuta. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu cha kwanza, wao wenyewe hawajajijua wao ni akina nani. Cha pili, hawajatambua Mungu anayemtumikia ni aina gani. Cha tatu, wamefanana na wale pasipo kujua kwamba wao wametofautishwa na wale. Wewe haufanani na wale. Nasema wewe haufanani na wale. Nasema wewe haufanani na wale. Napenda neno la Mungu. Napenda neno la Mungu. Neno la Mungu nasema hivi. Sauli akaambiwa na nabii Samuel, nenda utakutana na kundi la manabii. Kundi la manabii utalikuta likitabiri. Alafu nilipokuwa nasoma pale, anasema vizuri, anasema roho itakuingia. The Holy Spirit will be inside. Alafu utatabiri pamoja na wao. And you prophesy with them. Kwa lugha rahisi, utakapokutana na Mungu utabadilishwa uwe tofauti na wale. For the easy man, when you meet with God. Na hiyo siku iwe leo katika jina la Yesu. Na hiyo siku iwe leo katika jina la Yesu. Mimi si furaha uitike amina, lakini furaha yangu uanze kuona ukibadilika kuanzia sasa. Anza kubadilika kuanzia sasa. Naomba tu kwa sababu utina majina.
Mtume Paulo akasema ukinichanja, Mtume Paulo anasema mwilini mwangu nazo chapa za Kristo, mwilini mwangu na chapa za Kristo, wewe asinikanishe. Nasema mwilini mwangu na chapa za Kristo, asinikanishe. Naitwa nabii Fokasua, nimepewa neema. Duka lako pale Sinza, amekaa kwenye chumba cha private. Mungu amenipa neema. Napoosha mkono huu, neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Isaya 59 mstari wa 2 ya kwamba mkono wa Bwana sio mfupi hata usiokoe. Nimeosha mkono huu, wewe mwenye kansa, mwenye HIV, mwenye presha, mwenye kisukari, unaendelea mahali popote, ninakutabiria kuanzia sasa, naosha mkono wako na unapokufuatilia mahali popote kutoka duniani, kutoka mataifa ya mbali, South Africa, Uingereza, bara la Ulaya, Zambia, Mozambiki, nchi za Afrika na Nigeria na Kenya, naosha mkono wako sasa duniani na uanze kusema endelea sasa. Mtumishi wa Mungu aingie maombi na mnaua. Mungu Amen.